Na mpenzi mtazamaji wa Kegogi Star TV, ni siku nyingine tena Maulana ametujalia kuiona. Na nilivyowaahidi, niliwaambia kuna kipindi kipya kinajulikana kama Bible Study. Na Bible Study ni kile kipindi ambacho tunaangazia Biblia sana na kuyalinganisha maisha yetu na yale ya Biblia. Na leo studio niko na mgeni, ni mgeni lakini si mgeni kwa sababu siku ya kwanza tukifanya trailer, yeye alikuwa hapa akasema atakuwa anakuja na Bible Study. Mtumishi, karibu sana. Asante, ninashukuru sana. Yes. Kwa faida ya mtazamaji, mkumbushe lako jina. Asante sana kwa kunikaribisha katika studio zetu za Kegogi Star TV. Mimi kwa jina ni Pastor Eric Machuki. Yes. Ninafanya na kanisa la Mungu Afrika Mashariki Kenya. Yes. Ambayo inaitwa Church of God ama COG, eneo la Tambacha. Tambacha. Yes. Basta, tulivyosema leo ndio siku ya kwanza tunashoot kipindi chetu. Yes. Mwanzo najua wengi wanakisubiri sana pale mtandaoni wetu wa Kegogi Star TV pande ya YouTube. Yes. Pastor, leo hii umetuandalia nini? Tumekuja na Bible Study. Na kabla niseme topic ya siku ya leo, nataka nikaeleze watazamaji wajue Bible Study ni nini. Bible Study ni ile hali ya kuelewa zaidi ni nini Mungu anazungumza na maisha yetu. Unaingia kwa Biblia, unachambua Biblia moja kwa moja, kifungu baada ya kingine, unachambua kwenda ndani zaidi, unaelewa ni nini Biblia inazungumza na maisha yetu, na ni nini Mungu anataka tukafanye sisi kama watoto wake. Sasa hiyo ndio inaitwa Bible Study, that you study the Bible intensively to understand what God communicates to you or to us. Okay. Yes. Bible Study ni kujifunza zaidi kuhusiana na Biblia. Ujue matakwa ya Mungu kwetu sisi ni yapi. Yes. Asante sana Pastor. Na leo hii Pastor. Okay, kwa sababu umesema unataka tuzame ndani ya Biblia. Leo hii umetuandalia nini? Leo tumekuja na mada ama topic ambayo inaitwa tamaa. Tunataka tukaelewe tamaa ni nini, na Mungu anazungumza nini kuja kwetu kuhusu tamaa. Yes. So Pastor, umesema leo tutazungumzia tamaa. Tamaa, yes. Hapo mimi sijui tamaa. Tamaa ni nini? Tamaa ni ile hali ya kujitakia, naweza sema hivyo. Yaani unajitakia zaidi kuliko wengine. Unataka ukawe na zaidi kuliko wengine. Ama tamaa, nikiendelea kufafanua, ni ile hali ya kutotosheka na kila ambacho Mungu amekupea. Jinsi tulivyo hivi, Mungu ametupea. Mungu ametubariki, kila mmoja na kiwango chake. Hatuwezi lingana, kila mmoja akona kiwango chake. Jinsi Mungu amembariki. Sasa kuna ile hali ya kutotosheka na kile kiwango ambacho Mungu amekupea. Unataka zaidi. Hiyo ndio inaitwa tamaa. So unataka zaidi kwa kile kiwango ambacho Mungu hachakupatia. Yaani tuseme unataka utangulie Mungu. Hiyo ndio tamaa. Hiyo ndio tamaa. Basi mtumishi, tukizungumzia hiyo tamaa, unajua kwa sababu ni Bible Study, kuna wale kwa Biblia, kuna wale ambao walikuwa na tamaa. Unaweza tupa mifano ama mfano? Kwa Biblia, tukisoma Biblia, kuna wengi ambao walisukumwa na tamaa na wakatenda dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Tukizungumza kwa mfano Daudi alisukumwa na tamaa. Yeye alikuwa na wanawake wengi, ama bibi zake walikuwa wengi, lakini kwa sababu ya tamaa, alivyoona mke wa Uria ambaye alikuwa anaitwa Bathsheba, alisukumwa na tamaa, akaenda akaua Uria, ndivyo akachukua yule mke wake. Ile ni tamaa ilimsukuma. Na kwa hivyo wakati unaona Mungu anatuma yule nabii wake Nathan aende kwa Daudi,
anamwambia ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na kondoo wengi, lakini hakutosheka nao kondoo. Wakati wageni walipokuja kwake, akaacha kondoo wake wengi, akaenda akachukua kondoo mmoja wa mtu ambaye alikuwa na kondoo mmoja tu, akakuja kuchinjia wageni wake. Yaani anamwelezea jinsi Daudi hakutosheka, akaenda kuona. Najua tamaa iko na madhara yake ambayo tutazungumzia baadaye. Yeah. So umesema Daudi alikuwa na tamaa, akaenda akamtamani. Tamaa ndio kutamani. Akamtamani mke wa Uria. Yeah. Aha. Ile tamaa sasa ndio ilifanya akatamani zaidi. Yeah. Na kuna mwingine ambaye ni Belshaza ambaye alienda tu hadi akachukua vikombe vya hekalu. Imagine huyu ni mtu ambaye ako na mali zaidi. Umemuita Peliwoti, Belshaza. Yeah, Belshaza. Alikuwa tu ni kiongozi, ako na mali, ako na vitu, you can't imagine that somebody who is in the higher ranks in the government. Yes. Hawezi kosa kikombe. Lakini yeye akaacha vikombe zake, akaacha sahani zake, akaenda kuchukua za hekalu. Tamaa. Pastor. Yeah. Umesema Belshaza aliacha vikombe zake akaenda kuchukua za hekalu. Yeah. Hiyo hakutenda wizi ama hiyo ni tamaa? No, tamaa ndio ilimsukuma. Sasa kuna madhara ya tamaa. Itakufanya utende dhambi. Wizi ni dhambi. Itakufanya uue, hiyo ni dhambi. Kama Daudi alifanya nini? Alioswa. Kuna madhara ya tamaa ambayo tutazungumzia tunavyoendelea na kipindi. Okay. Yes. So tumepata Daudi alipatwa na tamaa, ikampelekea kuua na hiyo ni anasa. Kunyakua. Yes, kunyakua bibi ya mwingine. Yes. Pastor, tukiendelea najua ni wengi na kwa sababu ya muda. Yes, ni wengi sana. Ni wengi sana. Umesema kulikuwa na Daudi, kulikuwa na Belshaza, kulikuwa na hata wengi. Hiyo ni yangu. Kufikiria yangu, mimi naweza sema hata Solomoni alikuwa na tamaa. Yeah, alikuwa na bibi 700, lakini baada ya kutosheka, najua tulisema tamani kutotosheka. Hadi akaenda kukua na mipango ya kando 300 huko nje. Tamaa bwana. Kweli tamani mbaya. Tamani mbaya. Yeah. Basta kuna yale ya sasa madhara ya tamaa. Madhara ya tamaa. Hebu tupe madhara ya tamaa kama mawili hivi. Madhara ya tamaa. Yeah, madhara ya tamaa. Kitu ya kwanza itafanya utende dhambi. Kwa sababu unataka zaidi. Hauna hicho kitu. Niseme mfano ni pikipiki. Hauna pikipiki. Kuna mwenye ako nayo na wewe unaitaka kwa lazima. Itabidi uwe. Ili ukafanye nini? Hivyo umetenda dhambi. Yeah, utatenda dhambi zaidi. So tuseme tamaa inasukuma mtu kutenda dhambi. Yeah, itakusukuma utende dhambi mingi. Uwe udanganye kwa sababu unataka hicho kitu, hauna uwezo. Kwa sababu unakitaka sana, uwezi ukavumilia. Yes. Utadanganya. Mtu italeta kwa udanganyivu. Yani mengi. In short tuseme tamaa husababisha mtu kutenda dhambi. Yeah, kutenda dhambi. Najua kitu kingine tena. Itakufirisha. Kufirizika. Unafirisika. Hiyo ni madhara ya tamaa kwa sababu utataka pesa mingi. Tenda kwa mganga. Atakwambia leta pesa ili nikusaidie upokee mingi. Katika ile hali najua hawa anakudanganya. Wewe utampelekea mali yako, unadanganywa, unapeleka kuku, unapeleka ng'ombe, unataka tu kitu fulani. Kuja kushtuka unapata hakuna vitu nje. Unapata umekuwa maskini. Umefirisika. Tamaa itakufanya uwe maskini. Amen. Yes. Pastor. Yeah. Nikitazama ukutani naona muda umeenda sana. Ila kabla tumalize, kuna sasa hii njia ya kujizuia ndio mimi nisipate tamaa ama nisiwe mwenye tamaa. Ni njia gani? Ni Mungu tu. Wewe mwenyewe huwezi ukaweza. Without God you cannot manage. Jambo la kwanza, jinsi Biblia inatuambia kutoka kitabu cha
Mathayo 6 mstari wake wa 33. Tafuteni Mungu na vitu vyote utaweza kuongezewa. Seek first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Amen. Kwa hivyo ninawashauri watazamaji, maisha yako pea Mungu. Lidhika tu na yale Mungu ambayo amekupea. Wacha Mungu akutawale. Usitamani mwili wako ukatawale. Usitamani mawazo yako ya kutawale. Acha Mungu akutawale. Mungu akikutawala, hivyo sasa utakuwa katika ile hali ya kujizuia kutoka kwa tamaa. Tafuteni ufalme wa kwanza wa Mungu kwanza. Yes, na mengine yata ongezewa. Haya yote ambayo unataka wewe mtafute Mungu kwanza. Mungu ndiye anapeana kila kitu. Kila kitu kiko duniani kimetoka kwa Mungu, jinsi tunaambiwa katika Zaburi 24. Wewe tafuta Mungu kwanza, na yote utaongezewa. Hicho ambacho unataka mtazamaji, mpendwa, hicho ambacho unataka Mungu ako nacho. Kwa store ya Mungu kiko. Wewe tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Pastor, tumezungumzia kujizuia, kukata tamaa. Umesema ni kumulilia Mungu na kumtafuta Mungu kwanza, kumkimbilia Mungu kwanza. Kuna kitu hapa ambacho mimi nataka nikakielewa vizuri. Chanzo cha tamaa ni gani? Chanzo cha tamaa yani ni ile tu hali ya taka ukawe na mingi. Unajua ile kutotosheka, hiyo ndio chanzo ya tamaa ya Erion. Kutotosheka. Hautosheki. Nimepata kalamu, nataka nipate kitabu. Yes. Hautosheki. Umepata kalamu moja, unataka ukae na mbili. Hauna uwezo. Yes, kutotosheka. Hiyo ndio chanzo cha tamaa. Lakini mtumishi, umesema kutotosheka ndio chanzo cha tamaa. Sasa mimi nimepata hii kalamu. Yes. Ila nataka tena niongeze ziwe 3. Si mimi naweka bidii ndio nipate kalamu zingine. Kuna tofauti kati ya kuweka bidii na tamaa. Kuweka bidii, utajisukuma, utafanya kazi ili ukapokea hiyo. Lakini ukikuja katika upande wa tamaa, hautaki kufanya kazi, hautaki kujisukuma, hautaki kupata bidii, hautaki kughalamika, lazima ukaghalamike ndio upate kitu. Lakini unataka tu ya bwerere. Yes. Ikuje tu. Hutaki kufanya kazi. So pastor, najua bidii lazima ukafanya kazi. Acha hii nayo nitaiandika chini. Mwanzo najua watazamaji wengi hapa sasa hivi ndo sasa wametega masikio kweli kweli. Wanataka sasa wajue tofauti ya bidii na tamaa. Unajua umeijibu, ila kuna vile sasa haichakuja. Number 1 ni bidii. Yes. Niambie bidii ni nini? Bidii ni ile hali ya kujituma. Kujisukuma tu. Yani unajituma, unataka ukapokea kitu fulani. Unaweka njia zote za kupokea hiyo kitu. Unafanya kazi kwa yani kazi, unajituma. Unatenga muda wako ili ukapata hicho kitu, unagharamika. Yes. So unatumia hata pesa. Asante sana. Lakini tamaa, hautaki kufanya kazi, hautaki tu, unataka tu upate ya bwerere. Hiyo ni tamaa inakusukuma. Mtumishi, tumesema kwamba tamaa ni hali ya kujituma. Kama sijaelewa vibaya. Vile vile tamaa tumesema bidii ndio hali ya kujituma. Hali ya kujituma, bidii. Yes. Tumesema tamaa ni hali ya kutoridhika. Basi mimi sijaridhika kwa hii kalamu moja. Nataka nitie bidii nipate kalamu nyingine. Yes. So hauoni pia tamaa inasaidia ama madhara ya tamaa umesema itasababisha mtu atende dhambi, vile vile mtu awe maskini. Lakini kutumia hii tamaa, sasa nimejituma, nimeweka bidii. Hujaona uzuri wa tamaa hapo? Tamaa iko na uzuri? Hapana, tamaa ina uzuri yoyote. Hapana, tamaa ina uzuri yoyote.
Kwa maana tamaa yani ni ile hautaki kughalamika, kutumia nguvu zozote. Yes, lakini bidii lazima ukaweze kutumia nguvu. Anyway, pastor, kwa sababu ya muda ningependa tumalizie kipindi chetu hapa. Ya kitu kingine nitaka kusungumuzia jinsi ya kujizuia kutoka kwa tamaa. You set boundaries. Uweke mipaka katika maisha yako. Useme mimi nitafikia hapa. Uweke mipaka mahali unatembelea. Yes, usipoweka mipaka utachipata umevuka nje ya uwezo wako. So mpaka uwe na mipaka. Uwe na mipaka. Kama nimepata kalamu, wacha kwanza niwe mvumilivu kidogo ndio nipate kalamu nyingine ama kitabu. Nisitake kalamu sasa hivi na nitake nyingine na sina uwezo kwa mfuko. Yes, weka mipaka. Mahali unatembelea. Amen. Yes. Labda basta, kabla tumalize, kuna kingine cha kuongeza? Ninaomba watazamaji wakaweze, sisi sote tukaweze kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake ndiye akona uwezo wa kutuokoa. Amen. Kutusaidia na kile chochote ambacho tunataka. Mungu ako nacho. Tumkimbilie Mungu. Asante sana, ninashukuru na waja Mungu akaweze kuwabariki. Asante sana mpenzi mtazamaji wetu, tumefurahia sana kuwa nawe. Tena tutarudi kwa mada nyingine. Asante na Mungu wetu awabariki.